Oh yes, ni tarehe 10 ya mwezi wa 5 2026. Kamera za Zomeo TV pamoja na The Game On zimekita kambi maeneo ya Mbagala kwa Mangaya, na ninavyozungumza hapa tumemfuata ama tumemtembelea moja kati ya wachezaji chipkizi wanaofanya vizuri kunako soka la mpira wa miguu. Atajitambulisha kwa majina yake, lakini pia tutajua historia yake, tutajua kuwa anacheza nafasi gani, lakini pia nini hasa amekipata au anatarajia kukipata kuelekea kwenye mafanikio yake. Ninaye hapa jamaa yangu. Kaka, mambo vipi? Shwari vipi blaza? Fresh, amani kabisa. Kama kawa. Watazamaji wa Zomeo TV na kipindi cha The Game On wanatamani kukufahamu kwa majina yako halisi. Wewe ni nani, ili waweze kuanzia hapo kwanza? Kwa majina yangu mimi naitwa Lucas William Mlita. Lucas William Mlita. Lucas William Mlita. Ndio. Wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Simiyu, wilaya ya Itilima. Kijiji kimoja kinaitwa Bukingwaminzi. Okay. Na maisha yako ya soka yalianzia wapi? Maisha yangu ya mpira ama maisha yangu ya soka yameanzia kule nyumbani. Ndio. Pale nyumbani kwetu pale kijijini pale nimeanza kucheza mpira. Baadaye nikaja nikatoka nikaenda mkoani. Kuna timu moja inaitwa Communication. Ni timu ambayo ni ya blaza mmoja ambao alianzisha, akawa ananisimamia pale. Baadaye nikaja nikatoka nikaenda zangu Mwanza kujichanganya. Si maisha ya mpira si unajua. Kwenda kutafuta changamoto sehemu tofauti. Umeelewa? Sasa baada ya kukaa Mwanza pale kuna mwalimu mmoja akaniona. Umeona? Ambaye alikuwa anaitwa Mwalimu Bilo. Akaniita kwenye kituo chake pale. Akawa ananilea. Baadaye nikapata fursa ya kuondoka. Nikaja Dar es Salaam. Ndio nikakutana na mzee mmoja ambaye anaitwa Jamali Kisongo. Jamali Kisongo ya. Huyu ni mmiliki wa Jaki Academy. Ni mmiliki wa Jaki Academy ambaye yupo Mbagala, ni meneja mkubwa sana ambaye ananisimamia mpaka sasa hivi. Akanifundisha mpira, alinibadilisha sana, vitu vyangu vyote vilienda sawa kuhusu mpira. Na nahisi ndoto yangu ndo anaisimamia mpaka leo, na nahisi yeye ndo atanisaidia katika mambo yangu yote. Kwa nini ulichagua kucheza mpira, Luka? Nilichagua kucheza mpira kwa sababu nilikuwa napenda mpira. Nimeanza kucheza mpira wa Daso. Ukanivutia tu binafsi. Baadaye ndo nikaja kucheza kwenye Gozi. Mimi binafsi kijiji changu kilifikia muda kikanitegemea sana kule kwetu nyumbani. Na mpaka sasa hivi nikifika kule mimi na mashabiki zangu wananifuatilia, wakiniona tu. Hata kama kuna mechi pale nyumbani lazima watakuja kushangilia. Sasa toka hapo kwa uchache mpaka ulikofikia sasa hivi. Hivi nini hasa ambacho umepata au umepata mafanikio gani kwenye soka? Mafanikio niliyoyapata kwenye soka ni mengi, sababu nimecheza mashindano ya kiushindani. Baada ya kutoka kwenye kile kituo, mzee alinitafutia timu moja ya vijana pale Singida, timu ya vijana, timu ya under 20. Baada ya pale nikaja nikaondoka. Mashindano yale tulicheza, bahati mbaya tukufika sehemu nzuri. Baadaye nikaja nikaondoka. Dirisha lilivyofunguliwa nikapata timu moja kule nyumbani. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Maswa, ilikuwa ligi daraja la pili. Nilienda kucheza kule, nilifanya vizuri sana. Baada pale nikarudi nikaondoka, nikaja nikaenda Zanzibar. Zanzibar nilipata timu moja ya inaitwa Ujamaa, ilikuwa ligi daraja la kwanza. Nilicheza mechi 6. Sababu ilikuwa nilienda katika dirisha dogo, nikacheza mechi zangu 6. Bahati mbaya nilipata injury mbaya sana, mguu uliumia. Baadaye nikaja nikaondoka. Sasa baada ya kuondoka kuna mwalimu mmoja kule akanifuata, akaniambia bwana, kuna timu moja iko Pemba, ipo ligi kuu. Sasa kuna baadhi ya viongozi wamekufuatilia wewe, wamevutiwa na uchezaji wako. Kwa hiyo inabidi kama inawezekana utaongea na viongozi wangu, nitakupa namba, watakupigia simu, utawasiliana nao, afu kama inawezekana dirisha likifunguliwa tutakuongezea katika timu yetu. Basi dirisha lilipofika kweli mwalimu akanipigia simu na wale mabosi wakanipigia simu, tukawasiliana, wakawa wamenisajili, ndo nikaondoka nikaenda kucheza ligi kuu Zanzibar. Mimi nafikiri katika mchezo wa soka ama shughuli yoyote ile haiwezi kukosa changamoto. Sasa kwako wewe Luka, mpaka hapo ulipofikia, changamoto gani ambazo umezipitia? Changamoto blaza za kwenye boli zinakuegepo zile, alafu zinakuwa hazina tofauti. Kwa mfano nimetoka Pemba
Nimeenda timu moja pale Tanga, African Sports. Nimetoka huku nikiambiwa bwana tayari ushasajiliwa moja kwa moja, na maana majina yetu ashaingizwa kwenye system, lakini nafika kule nakutana na bonge moja la trial, wachezaji kibao kama 100 na alafu wachezaji wanaohitajika ni wachezaji 22 tu. Wakasema hapa tu ni kupambana. Tumepiga trial kama wiki 2 na tumebaki wachezaji 22 ndio tuliobaki kwenye timu tulisajiliwa. Kwa hiyo changamoto ni ile, unatoka huku unajua unaenda moja kwa moja kupata hiki, ukifika kule unakuta tena mambo tofauti. Kwa hiyo mpaka sasa bado ni mchezaji wa African Sports? Mpaka sasa hivi bado ni mchezaji wa African Sports. Kutoka Tanga? Kutoka Tanga. Unajivunia nini kuwa moja kati ya wachezaji wanaotoka kwenye kituo ama academy kubwa ya Jaki Pro ambayo inamilikiwa na Jamali Kisongo, na kwa kumbukumbu zangu imewahi kutoa watu wengi sana? Tunamtazama Abdul Suleiman Sopu akiwa Azam FC, tunamuona Hamadi Maji Mengi akiwa Mbeya City, tunaona kina Muhsin Malima, lakini pia kaka yenu ambaye tunasema ndio alikuwa mtu ambaye ameifungulia dunia Jaki Pro, Mbwana Ali Samata Popa. Wewe unajivunia nini sasa kuwa miongoni mwa watu ambao wako nyuma ya iko kituo na kwa sasa uko pale? Unajivunia nini kuwa pale, Luka? Pale napata vitu vingi, sababu pale unakutana na mwalimu yule kidogo ana IQ kubwa, kasoma. Umeona, Kisongo sio mwalimu wa kubahatisha, pia sio meneja wa kubahatisha. Yule IQ yake ni kubwa sana. Ukienda pale kuna baadhi ya vitu atakufundisha hata kama ukiwepo kwenye timu, lakini ukija kurudi pale atakwambia kuna baadhi ya vitu umepungukiwa. Kwa hiyo mimi napenda vile ninavyoenda pale, sababu ananiongezea uwezo wa kitu fulani, anakuongezea kitu fulani ambacho kitakusaidia wewe hata mbeleni. Sawa. Nani unamtazama kama kioo ama wanasema role model kwenye hili soka letu kwa hapa Tanzania? Kwa wachezaji wa ndani au kwa wachezaji wote wa nje? Kwa wachezaji ambao wanatoka Tanzania, hata kama watakuwa wanacheza nje ya mipaka ya Afrika, lakini ambaye ni Mtanzania. Binafsi mimi navutiwa sana na uchezaji wa George Mpole, japo sasa hivi ka drop sababu ya sijui matatizo yake yapoje. Navutiwa naye sana. Lakini mchezaji wa kigeni navutiwa sana na uchezaji wa Dube. Prince Mpumelelo Dube. Navutiwa sana uchezaji wake. Sasa ukikutana ukapata nafasi ukakutana na George Mpole, umekutana naye sasa pale George Mpole, una nini cha kumwambia? Kwanza nitamuuliza blaza, sababu yeye ashaikuwa top scorer wa ligi yetu ya Bongo hapa. Niambia blaza, nini siri ya mafanikio yako? Kwa nini ulikuwa unafunga sana kipindi kile? Ndio kitu hasa ambacho mimi ataniambia, bwana ukifika sehemu fulani lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Ndio kitu hasa ambacho mimi nitamuuliza cha kunishauri ili mradi mambo yangu yaende sawa. Mwisho kabisa tumalize tu Luka, maana naona muda sio rafiki. Tutegemee nini kuelekea msimu ujao? Na kama ulivyoniambia kwamba kwa sasa wewe uko African Sports hapa Tanga, sasa hebu tuambie nini unakiona, ama watu watazamaji wategemee nini, mashabiki zako kutoka nyumbani huko Simiu kuelekea msimu ujao? Hawategemee jambo kubwa. Kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Mimi pia plani zangu ni kucheza ligi kuu ya Bongo na sehemu mbali, sehemu zile za mbali, zile za kulipwa kama nje ya nchi. Wategemee hilo msimu unaokuja. Yes, plani zake ni kucheza ligi kuu ya Bongo, lakini pia hata kucheza nchi za nje kwenye soka la kulipwa. Tulikuwa naye hapa ni Luka. Nilisahau kumuuliza swali moja tu ambalo huenda likatupa faida sisi baadaye. Hivi unacheza nafasi gani Luka? Mimi nacheza striker. Wow. Kumbe ndo maana amevutiwa na George Mpole, kwa sababu na yeye mwenyewe anacheza nafasi ya striker. Hii ni Zomeo TV na kipindi kilichopo hewani ni The Game On. Kutokea hapa Mbagala kwa Mangaya, mtangazaji wako ni Official J wa Majei. Niseme hatuna la ziada. Aliyo nyuma ya kamera ni Nepejo Official, lakini pia tuwatakie kheri wakina mama wote kuelekea kwenye siku ya wamama duniani. Tunasema The Game On.